Biblia inasema hivi, kama nilivyokuwa na Musa ndivyo nitakuwa na wewe. Hapata kuwa na mtu ambaye atakaa mbele yako. Amen. Hapata kuwa na mtu ambaye atakaa mbele yako. Bwana leo pia ameniambia ni kwa kuna watu wengi sana wanatabiri anguko la apostol. Hata anguka kabisa. Amen. Mahali poa pako tena. Amen. Na ujumbe usafiri kabisa. Amen. Kila mtu ambaye atamsema vibaya Bashando, yoyote atakayesema vibaya Bashando, tunawapa muda mwezi mmoja watubu. Amina. Na Bwana ameniambia kwa wasikio kabisa. Kabisa, na akaniambia na jina na sababu kusema, ananiambia hivi, nimwambie mbarikiwe Mpesili aombe msamaha. Mungu anakuja na bakora yake. Aombe msamaha kwa apostol. Kwa sababu kuna kitu kinakuja, kuna fimbo ya Bwana juu yake ambayo atamchapa, sababu Mungu amemuinua Bashando kama mtumishi. Aombe msamaha kwa Maboya na kwa Bashando kwa sababu alitukana kijiti. Na Mungu aombe msamaha kwa sababu sio kwamba hata mzee akikosea huna sababu ya kusema. Hicho naongea kama mtumishi wa Bwana, kama nabii rufaa, na kama nabii mkuu wa rufaa ambaye nimebeba El Elyon, the most high God. Kwa hiyo naongea from the supreme court of God, kwenye mahakama ya juu ya mbinguni, kwamba waombe msamaha. Na Mungu ametoa ndani ya mwezi mmoja, yeyote ambaye amekukosea wewe, Mungu anaenda kumshughulikia kwa jina la Yesu. Unajua kuna mahakama ya rufaa. Mahakama ya rufaa unaweza mkaongea, lakini ikifika kwenye level ya supreme, ni maana yake ni mahakama ya mwisho. Na kuna level ya supreme ambayo Mungu akiongea kutokea pale hakuna upinzani. Amen. Na hii ndio neno la Bwana kwamba waombe msamaha. Kwa sababu kuna watu ambao hawaguswi. Unajua kuna nabii mmoja anaitwa Yeremia, pana nabii mwingine anaitwa Hanania. Hanania alitokea akasema kwamba hii haitakuwa, akavunja ile nira, akafa. Kuna rank in the prophetic. Kuna rank, kuna watu ambao ranki zao hauruhusiwi hata kuwatabiria kifo. Yaani kuna rank Mungu anakuambia wewe nakufa. Kwa sababu ukimtabiria kifo, ranki yako haikuruhusu kusema. Kwa hiyo sio kila nabii ambaye sasa fulani atakufa. Huyo ni ujinga. Ndio maana Elisha alijua kama Elia anakufa, alisema nyamazeni najua. Kwa hiyo kuna rank ambayo haikuruhusu kumwambia mtu. Sasa na kuna rank ambayo haikuruhusu wewe kumkemea mtu. Mbarikiwa hana rank ya kumkemea Maboya. Sababu rank ya Maboya ni kubwa kuliko ya kwake. Hajalishi kosa atakalofanya katika ofisi yake, lakini rank inambana. Na Mungu ameniambia sasa hivi anajifunua kwenye nchi ya Tanzania kama Mungu supreme. Yoyote ambaye atamgusa nabii ambaye amemzidi katika rank, Mungu atamchapa hapo hapo. Biblia inasema hivi, Elisha alipokuwa anatokea kwambia paa kwenye upaa, Bwana alijifunua kama Mungu wa renki, akawalamba na kwambia hivi, huu mwezi wa 4 kuna watu ambao walitokana renki za watu, Mungu anaenda kuajilia watu na kijiti cha fimbo, wanachapa. Na Paulo akamwambia hivi, Bashando, mnataka vipi? Nije kwenu kwa fimbo au kwa upendo? Maana kuna saa Mungu anaweza kuamua kuja kwa nini? Kwa fimbo. Na hii ni saa ambayo Yesu ameinua kijiti hapa cha mazi, anawajilia manabii kwa fimbo, watu kwa fimbo, mpaka huyu Mungu aeleweke kama ni Mungu wa fimbo. Amen. Sasa imefika. Sasa kwambie, unaondoka hapa na ishara moja hapo kwamba umepewa kijiti ni matusi. Usijibu hata moja. Ukijibu tu anakaa pembeni. Sababu kisasi njia Bwana atalipa. Kwa hiyo kuna level ambayo mimi nimefika katika ulimwengu wa roho. Ndio maana mara nyingi mtumishi anakuja, usijibu nao. Lakini kwa sasa vinauma zaidi. kuna group moja nilikuwepo leo hadi kabidi na left. Lakini mjamaa kama hauruhusiwi kule. Hayo vinauma. Bwana akaniambia huyu jamaa pambana na wewe, anapambana na kijiti. Kwa hiyo huyu ambaye pambana na wewe lazima arudi kwenye ule umoja. Asiporudi mimi nitavunja hicho kijiti. Ndivyo Mungu anavyosema. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Wangapi ambao wanatamani tuongee na apostle tuandae usiku wa kijiti? Tutaongea na apostle tuandae huu mkesha wa kijiti. Kila uchawi. Alafu unajua bwana, uchawi pia ni vijiti. Mtu sasa shangaa akapewa hivi cha upako. Pokea kijiti cha upako. Sasa kusema cha uchawi. Wale ukashangaa ukapewa kijiti. Mwingine akapewa cha ufunuo kijiti. Katika ulimwengu wa roho ameshapewa kijiti. Na katika ulimwengu wa roho kumbe hata uchawi pia ni kijiti. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaweza wakawa wamefungwa katika vijiti.
na ukashangaa mwingine ukaombewa hapa, Mungu akafanya maajabu makubwa, ukafunguliwa. Ndio maana kuna zile mbio za vijiti, sio kama watu wafahamu. Ndio hivyo. Mungu abariki sana. Natamani tuone tukombe Mungu kama Mungu, kile kijiti ambacho, kile chuma ambacho kilikuwa kimezama cha kwako kisimame. Ule upako wa sumaku, the prophetic magnetic, the magnetic of the prophetic, ikavute ile sumaku. Lakini pia kama kuna wito ambao Mungu alimuita Musa kupitia kijiti, Mungu akakuita leo. Chochote ambacho ulikipoteza, Bwana akakupe leo.